Unajua inaweza fika mahali hata mke wako anakuita kitu. Saa hii unaweza itwa kitu. Yes. Iko kitu kinanuka. Hicho maiti kinanuka. Saa hii wewe ni maiti. Lakini Yesu anauliza, where have you laid him? Nataka nikuambie ndugu yangu, na kuletea Yesu ambaye hata kama unanuka atauliza ya kwamba, where have you laid Wellington? Where have you laid Henry Nyabuto? Ninazungumza na Yesu ambaye ukifanya naye urafiki hata kama mambo ni magumu namna gani atauliza ya kwamba, where have you laid him? Wacha nikuambie ndugu yangu, watu wanaweza wakakuambia maneno maovu, watu wanaweza wakakuambia mambo ya ajabu, watu wanaweza wakakukebei. Abantu maite barago tebya mangana gake. Wose mware guteba nga inu na ba Kristo. Ingirenda mangana aya abanyorere ibona. Aya nyamba sarago sa ino murisi. Ingirende tigango tebi. Yesu igarengo mosani wango. Bono ilizuia Lazaro asiugue. Ilizuia Lazaro asikufe. Mahali ambapo Yesu anataka ya kwamba aweze kudhihirisha, anataka kuonyesha ya kwamba hii familia ya Nyambosora wamesimama wapi? Wanamjua Mungu. Ndugu yangu, mke wako anaweza akakutoroka ukinuka. Rafiki yako atakutoroka ukinuka, lakini Yesu bado atakuja kwako hata kama unanuka. Haleluya. Na ndio ninawaambia watu wa area hii, watu wa Nyamonema hapa, ninawaeleza hivi, kakirosio bosani na Yesu. Haleluya. Rosio bosani na Yesu, nebe ngabono kwa bere gitundu, kwa bere gento kiribosa, lakini Yesu nakomanyete. Mokao na barago tige ngayo urebosa. Musacho na barago tige ngaore bosa, lakini Yesu tago gutiga. Yesu nako manyete nebenga kwa ngotioko inaitwa kotioka. Nebenga ngotiokore oroso. Unasema oroso? Nebenga ngotiokororese Yesu nako manyete arabori ngaki aejudi ngayare ngaimwamobeka. Atakuuliza. Yesu atauliza siku moja, ninatamani siku moja katika dunia hii mimi nitakuwa nikiomba Mungu, nikipiga magoti kila siku, nikisema Mungu, mimi ni mwenye dhambi, sistahili chochote, sistahili kitu chochote, ninakutaka wewe Mungu, ninatamani siku moja uje unichukue. Ninatamani siku hiyo utakapofufua ndugu Nyabuto, naomba na mimi pia niwepo. Naomba na mimi siku hiyo pia niwepo pale, nikiona wewe, nikisema haleluya, haleluya. Itakuwa ni furaha siku hiyo nikiinua macho yangu juu, nikisema haleluya, haleluya, hosana. Huyu ndiye Bwana wangu tuliyekuwa tukingoja. Get the point. Take a step forward. Baba wetu ishie mahali patakatifu, tunaposaka kunena neno lako, Roho wako Mtakatifu uwe pamoja nasi, utuongoze, utulinde na utulinde katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Nataka niwaambie hivi ndugu yangu, vile nilianza kusema, Yesu katika ninaona kumbe nimegundua katika dunia hii, eri ufanye urafiki na Yesu. Haleluya. Dunia hii hakuna kitu kizuri ambacho kitakufurahisha. Eri uwe na rafiki na Yesu. Tengeneza urafiki na Yesu. Na ndio ikanikumbusha kitabu ambao tumesoma pale, kitabu cha Yohana 11. Ukisoma hicho kitabu tunakuta ya kwamba kuna rafiki ya Yesu aitwaye Lazaro. Omusani na arengo koroku Lazaro. Lazaro igarengo musani orori. Igarengo musani yo Yesu. Buna arengo musani Yesu. Tigango tebi. Ikifika mahali ambapo Mungu anasema eno musani oe, ujue kweli wewe ni rafiki ya Yesu. Unaweza kujiita injenomo Kristo, injene pasa, injenomo randi, injenomo ntomo, lakini tiganya sae atebengaki ayomondi aenomo sanione. Haleluya.
nataka nikuulize ya kwamba heri Mungu akuite wewe ni rafiki yako. Lazaro alikuwa ni rafiki ya Yesu. Swali ambalo nikimaliza ujiulize ya kwamba, je, wewe ni rafiki ya Yesu? Unayenisikia, aenomo sani o Yesu. Kama utakuwa rafiki ya Yesu, ndugu yangu, hauna raha katika dunia hii. Hauna furaha katika dunia hii. Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu. Lakini Lazaro alipokuwa rafiki ya Yesu akawa ameugua. Na alipokuwa ameugua, Yesu Martha akatuma watu kwenda kumwambia Yesu ya kwamba rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Na alipomwambia kwamba rafiki yako Lazaro ni mgonjwa, alafu katika Kutoka Bethani, huyu Lazaro pamoja na Martha na Mariam walikuwa wanatoka katika mji wa Bethani. Na katika huyo mji wa Bethani ulikuwa ni kutoka mahali Yesu alipokuwa Yerusalemu, mahali alipokuwa Judea. Wakati ni njia ya kutoka Jerusalem mpaka Bethani ilikuwa inachukua safari ya siku 2. Kama ni farasi ingeenda siku 1, lakini ukitembea utatembea siku 2. Lakini Yesu alipoletewa habari ya kwamba Lazaro rafiki yako ni mgonjwa, yeye akachelewa siku 2 tena. Na nilipokuwa nikitazama wakati Yesu ameletewa habari, Yesu akawaambia wanafunzi wake, akawaambia Lazaro amelala. Wanafunzi wakasema, kama amelala hamna haja twende kwake. Wacha tu tuchelewe twende Judea, kwa sababu Lazaro amelala, ataamka tu. Lakini Yesu akawaeleza, kwa sababu hawakugundua maana ya kulala ambao Yesu aliwaambia, akawaambia Lazaro amekufa, lakini nitaenda nimwamushe. Tomasi wakasema, basi kama Lazaro amekufa twende tufe naye. Mimi pia leo hii nilikuja kufa pamoja na Henry Nyabuto. Haleluya. Unajua katika matanga kuna watu wa aina 3. Kuna wale najua vizuri sana. Kuna wanasiasa ambao wamekuja hapa ili waweze kukutana na wanasiasa wenzao, waweze kuongea na hata waweze kupewa kitu. Na pia kuna watu wengine ambao wamekuja kwa hii matanga wa mzee Nyambasora ili waweze kuona jinsi Judia alivyo, jinsi Nyambasora atakavyoongea, jinsi watu hawa watakavyoongea, wapate kile wataanza naye mdomo umbea. Na kuna wengine ambao wamekuja kuhuzunika pamoja na mzee Nyambasora ya kwamba huyu mzee amepoteza kuja kutoa risala zao za rambirambi. Ninajua watu kama hao wako, wanasiasa wako hawatakosa. Unajua huko kwetu, niliona huko kwetu wakati mwingine kuna wanasiasa matanga kama haya walitumwa ya kwamba wapeleke pesa kwa matanga. Hawa watu badala ya kupeleka hizo pesa kwa matanga, walijichukulia hizo pesa wakaingiza mfukoni pasipo kujali matanga ambayo ilikuwa pale. Hiyo ilifanyika huko kwetu. Hapa kwenu ni wazuri. Najua wanasiasa wa hapa ni wazuri. So hiyo itafanyika. Lakini mimi ninafurahi kwa sababu ninaongea na kanisa ambalo limeletwa na matanga. Matanga hii imeleta kanisa na imekusanya kanisa. Ukisoma kitabu cha Eklesiastes 7:2 inasema ya kwamba walio hai wanajua watakufa, lakini wale waliokufa hawajui chochote. Ndugu wetu Henry amelala, yeye hajui chochote. Wewe unayenisikia, ninajua kuna mahali napiga dukuduku katika moyoni mwako hapo. Kuna mahali ndani ya dukuduku yako ambayo inakuambia leo ni Nyabuto, kesho ni wewe. Ninajua siku moja wewe utalala. Sisi wote vile tuko hapa, sisi ni maiti ambayo haijatangazwa. Lakini kinachonifurahisha pamoja na mimi ni maiti ambayo haijatangazwa, lakini kile kinachonifurahisha ni kwamba hata kama nitalala, heri nilale nikiwa nimemjua Yesu. Haleluya.
Yes, na ndio maana nimekubali kuja hapa ili kuwajulisha watu wetu ya kwamba tufanye urafiki na Yesu. Kama ulikuja kufariji familia, ningependa kukusia kwamba tengeneza urafiki na Yesu. Haleluya. Lazaro kasema ya kwamba Lazaro amelala. Na akasema mimi ninaenda kumwamsha. Wakasema ya kwamba kama Lazaro amelala, basi tuendelee kwenda katika Judea. Yesu hawakujua Yesu amemaanisha nini. Yesu akawaambia Lazaro amekufa, lakini nitaenda kumwamsha. Alipofika, ndugu zangu, alipofika pale kwa Lazaro, akakuta ya kwamba Martha alikuwa pale. Dada Judy, ninajua watu watakuja kwako. Najua watu watakuambia story nyingi. Hata tayari watu wameshakuambia. Wakati huo Martha pamoja na Mary, watu walikuwa wakiwaambia, kama Yesu alikuwa rafiki yenu, mbona hajaja kuwasaidia katika maafa? Wacha nikuambie ndugu yangu, watu wanaweza wakakuambia maneno maovu. Watu wanaweza wakakuambia mambo ya ajabu. Watu wanaweza wakakukebei. Abantu maitevarago tebya mangana gake. Wase mware gutebanga inu naba Kristo. Inkirenda mangana aya abanyorere ibona. Aya nyamba sarago sa ino murisi. Inkirenda tigango tebi. Yesu igarengo mosani wango. Bono ilizuia Lazaro asiugue. Ilizuia Lazaro asikufe. Mahali ambapo Yesu anataka ya kwamba aweze kudhihirisha, anataka kuonyesha ya kwamba hii familia ya Nyambosora wamesimama wapi? Wanamjua Mungu. Familia ya Lazaro hawakuwa familia ambao wako na mali, hawakuwa matajiri, walikuwa tu ni watu wa kawaida, lakini walifanya urafiki na nani? Na Yesu. Kufanya kwa urafiki na Yesu imefanya Yesu akaja kumfufua Lazaro. Na ndiyo maana alipofika pale akasoma. Mliposoma, nani ule anisomee hiyo fungu la 34? Mstari wa 34 nasemaje? 34 nasemaje? Read in English. 11:34 John in English. I want you to read in English. 34 verse 34 in English. Usoma hata lugha yoyote. Mtu yoyote asome. Anybody ambaye nitasikia. 34 in English. Yes. John chapter 11 verse 34. Nasema hivi. Nasema, and he said, where have you laid him? Where have you laid him? Ndugu yangu, Yesu anauliza, wacha tu mzee, wacha tu elder. Ameuliza ya kwamba where have you laid him? Sio umemuzika wapi. Natamani siku hiyo Yesu atakapoingia kwa boma, atakapokuja leo hii. Imagine Yesu amemaliza siku 4. Na katika Wayahudi mtu alikuwa anamaliza siku 2 peke yake. Anamaliza siku 2, akimaliza siku 2 wanangoja siku ya 3, basi wanatangaza ya kwamba huyo mtu is now dead. Lakini huyu amemaliza siku ngapi? 4. Na ndio Yesu anakuja baada ya siku 4. Martha anamuona akikuja, anamkimbilia, anamwambia Yesu, kama ungekuwa hapa rafiki yako Lazaro angekufa. Nataka niwaletee kwamba kuna rafiki ambaye hakuna rafiki kama Yesu. Nataka nikuambie ndugu yangu, baada ya siku 4 tayari huyu ndugu wetu alikuwa na uvundo. Tayari alikuwa ananuka. Alikuwa fai. Ako sasa kitu ambacho kinanuka. Martha anamwambia ya kwamba ndugu yetu amekufa, rafiki yako amekufa, sasa ni siku 4. Lakini Yesu anauliza, where have you laid him? Unajua inaweza fika mahali hata mke wako anakuita kitu. Saa hii unaweza itwa kitu. Yes. Iko kitu kinanuka.
Hicho maiti kinanuka. Sahi wewe ni maiti, lakini Yesu anauliza where have you laid him? Nataka nikuambie ndugu yangu, na kuletea Yesu ambaye hata kama unanuka atauliza ya kwamba where have you laid Wellington? Where have you laid Henry Nyabuto? Ninazungumza na Yesu ambaye ukifanya naye urafiki hata kama mambo ni magumu namna gani atauliza ya kwamba where have you laid him? Ndugu yangu, mke wako anaweza akakutoroka ukinuka. Rafiki yako atakutoroka ukinuka, lakini Yesu bado atakuja kwako hata kama unanuka. Haleluya. Na ndio ninawaambia watu wa area hii, watu wa Nyamonema hapa, ninawaeleza hivi, kakirosio bosani na Yesu. Haleluya. Rosio bosani na Yesu nebe ngabono kwa bere gitundu kwa bere gento kiribosa, lakini Yesu nakomanyete. Mokao na barago tige ngayo urebosa. Musacho na barago tige ngayo urebosa, lakini Yesu tago gutiga. Yesu nakomanyete nebe ngakwa ngotiokore, inaitwa kotioka. Nebe ngotiokore. Oroso. Unasema oroso? Nebenga ngutio kororese Yesu nakomanyete arabori ngaki aejudi ngayare ngaimwamubeka. Atakuuliza. Yesu atauliza. Tunaenda kumzika Nyabuto sasa hivi, lakini ninajua Yesu akiwa hapa atauliza ya kwamba mumemuweka wapi? Ninataka nizungumze, nilete huyu Yesu, Yesu ambaye hata kama uko na matatizo, hata kama wewe umefiwa, hata kama umekufa, ni Yesu. Sikiza, wakati Wayahudi walikuwa wakichimba shimo, wanachimba shimo na wanasimba shimo inaingia ndani. Inapoingia ndani, unachimba shimo hivi na inaingishwa ndani. Na unapoingiza ndani unatoa ile inaitwa, how do we call it, rock. Rock nga kimokoro kekegusi. Egetare. Inaitwa getare. Ekyo okorusie abare korusie getare ekyo babe kasiko babe kegetundu pamanya kubeke kwerende pamanya kubeka magena rigena riba rusi ari ase getare. Muma ete getare ninki ase bibiri. Getare norori Yesu. Yesu nere getare. Unapolala kwa hiyo getare, Lazaro alikuwa amelala tu getaro ya Yesu Kristo. Na anapokuwa na uwezo, sasa Yesu anasema ondoweni hiyo jiwe. Na ndipo wakamwambia Yesu akasema ya kwamba Lazaro ondoka. Na Lazaro akaondoka. Nataka nikuambie ndugu yangu, iendi kawa kuna jiwe umefinyiliwa, iendi kawa ni kuna fitina umefinyiliwa, iendi kawa kuna magonjwa umefinyiliwa, iendi kawa ni maafa katika boma yako umefinyiliwa, lakini mimi nimekuja kuwatangazia Yesu ambaye ukifanya naye urafiki, yeye atatoa hiyo jiwe, atasema ya kwamba ondoka na uweze kutembea. Haleluya. Nimekuja kuwaletea Yesu yule ambaye hata kama mko namna gani, nebenga abantu mbako dagitase kenyoro, nebenga bono kwa bere bosa, lakini nje naacha ko batebinga ki rosio bosani na Yesu oekero nebenu ngwakure obe ore moya. Haleluya. Hata kama umekufa, lakini ukiwa ndani ya Yesu Kristo wewe utakuwa uko hai. Haleluya. Na ndio maana tumesoma kitabu ambacho inatuambia kwamba hakuna mtu ambaye hako hapa amejua siku zake. Hakuna. Hata ndugu wetu Nyabuto hakujua atalala siku gani. Mimi sijui nitalala siku gani. Wale ambao walikuwa nikiwa Nyabigege nikihubiri, nilisema hivi ndugu yangu, hata kama nitalala leo nikiwa hapa ya kwamba sitafika kwangu Migori, lakini tamani langu ni kwamba nife ikiwa nimemjua Yesu. Haleluya. Hata kama nembenga ngukunde igagusi, ngukunde iga, nebenga ndero igatingo ikabu
buone egento keringo ko keranga ki ka kini manyeto monenone na ende no musani one ekiagara ni manyete agocha gotebinga ki rusiri generio nebenga rigena riririe ribabe kire nebenga nyefitina babe kire kose na marua ire bachira bunyanabi kose bachira oboroki lakini Yesu na atabenga ki rusiri generio. Haleluya. Ninazungumza kwa Yesu ambaye ana uwezo wa kifo. Kama aliwezesha, imagine alichelewa 4 days, siku 4, 4 days. Alichelewa siku 4 kabla ajaenda kumfufua Lazaro. Hata yule binti wa Jairus alimfufua tu immediately. Lakini huyu alichelewa akichukua 4 days ili mimi na wewe tuamini ya kwamba kuna ufufuo. Haleluya. Hata kama mambo ni magumu namna gani, lakini kuna ufufuo. Na ndio maana Biblia imetuambia kwamba unatorega ondeta hiyo manyete ritu korea. Haleluya. Yes, ondeta hiyo manyete. Yes. Ebintu biriogo korae kore bintogo korae kendrago kore bintogo kora lakini manyanga ki onye to korosyo bosani na Yesu toma itiri tukoriao na bera beno nyerero kwa rosyo bosani na Yesu rosyo bosani na Yesu buna Lazaro akorete na enda akakoraki akaboki nonyae buno korosyo bosani na Yesu ngocha kuboki ruore nonye bono iga. Haleluya. Hata kama kuna mini unapitia ukifanya urafiki na Yesu, na ndio maana Yesu amesema namna hii, hebu kila mmoja wetu tuache dhambi, tuache mambo ambayo imetushika, tuache fitina ambayo tuko naye, tuache mambo ya siasa, tuache mambo ambayo yanatusumbua, yanatutoa katika neno la Mungu, yanatutoa katika ukweli. Ninasema nimekuja kuwatangazia Yesu ambaye yeye hata kama wewe ni mfupa atazungumza na mfupa itasikia. Haleluya. Natamani siku hiyo Yesu atakaporudi mara ya pili, ninatamani siku hiyo Yesu akirudi na parapanda, siku hiyo atakaporudi na parapanda ikiwa mimi nimekuwa mifupa, aseme ya kwamba Wellington boka se kwa renge kiagara kwa koreta mangana maya kora mangana maya se Yesu kabano bosani na Nyasaye rosyo buyabu na Nyasaye bono igotara. Kwa sababu kisha kufa hakuna kitu ambacho utafanya. Ninashukuru ndugu yangu, nashukuru ndugu Nyabuto, na ndio maana ninafurahi katika hata kama tuna huzuni ya kwamba tumempoteza, lakini mimi ninafurahi kwa sababu ndugu alitengeneza maisha yake na Yesu. Aliandaa maafa yake, aliandaa kiburi chake, aliandaa mambo yake yakawa salama. Na ndio nina imani siku moja, ninatamani siku moja katika dunia hii mimi nitakuwa nikiomba Mungu, nikipiga magoti kila siku, nikisema Mungu, mimi ni mwenye dhambi, sistahili chochote, sistahili kitu chochote, ninakutaka wewe Mungu. Ninatamani siku moja uje unichukue. Ninatamani siku hiyo utakapofufua ndugu Nyabuto, naomba na mimi pia niwepo. Naomba na mimi siku hiyo pia niwepo pale nikiona wewe, nikisema haleluya, haleluya. Itakuwa ni furaha siku hiyo nikiinua macho yangu juu nikisema haleluya, haleluya, hosana. Huyu ndiye Bwana wangu tuliyekuwa tukingoja. Tumeteseka katika dunia hii, tumeteseka katika nchi hii, tumedharauliwa, tumerogwa, tumefanyiwa fitina, tumefanyiwa mambo mengi. Ninatamani siku hiyo Yesu utakaporudi mara ya pili nikuone uso kwa uso. Natamani nione ndugu yangu Nyabuto, natamani siku hiyo nione dada Judy, natamani siku hiyo nione dada Elsie, natamani siku hiyo nione ndugu Jeremia, natamani siku hiyo Yesu utakaporudi mtu mmoja yoyote, natamani nimuone Richard, natamani nimuone George, natamani nimuone Joas siku hiyo utakaporudi na ufalme wako. Oh Yesu, natamani siku hiyo niwe pamoja na wewe.
Mungu aweze kuwabariki ndugu zangu, ili kila mmoja wetu hapa tufanye urafiki na Yesu kama Lazaro alivyofanya urafiki na Yesu. Na hata kama alikufa, mwishowe Yesu alisema ya kwamba ondoka. Yesu atakutoa katika mwamba. Yesu atakutoa katika jiwe ambao umewekewa. Yesu atakutoa katika fitina ambao umewekewa. Yesu atakutoa katika mambo magumu. Ningependa kusema ya kwamba familia hii wamtegemee Yesu. Wamjue Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Wamtambue Yesu. Wote walioko hapa wamjue Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Mungu awakumbuke, Mungu awalinde, awatuze katika jina la Yesu. Get to the point. Take a step forward.